Nisingetamani kabisa kusema maneno kama haya, lakini mazingira yamenifanya niweze kusema maneno haya kwa ajili ya mtu mwingine ambaye ataweza kunisikia, aweze kujifunza kitu na aweze kugundua japokuwa simulizi yangu hii ina maumivu sana ambayo sitasahau siku zote za maisha yangu, lakini hakuna namna, inanibidi niweze kuongea. Unajua kuna wakati unaweza ukafanywa jambo alafu hilo jambo likakuuma, lakini jambo hilo linaweza kukuuma sana ikiwa utafanyiwa na mtu ambaye uliyekuwa unamwamini sana, na mtu ambaye uliyekuwa hutegemei kabisa kama angeweza kufanya jambo hilo. Na hasa katika masuala mazima ya mahusiano, kuna wakati ambapo unaweza ukajikuta unatumikia mahusiano ambayo huyapendi na hujayatamani hata siku moja, na usingetamani yaweze kutokea. Lakini katika hali moja au nyingine unaweza ukashangaa ukiwa umedumbukia katika mahusiano hayo, na hata pale unapotamani kutoka inashindikana. Msikilizaji, jina langu mimi ninaitwa Latifa. Baba yangu anaitwa Kerika. Ni watu ambao ni maarufu sana kwa wakati huu katika mitaa yetu. Sio kwa sababu ya mambo mema sana au skendo nzuri sana ambazo zinazotuhusu sisi, lakini ni kutokana na historia yangu na historia ya familia yangu kwa ujumla. Latifa mimi ni mtoto ambaye ninaweza nikasema ni binti ambaye nimeanza kupishana na mambo mengi makubwa nikiwa bado mtoto mdogo. Unajua sio ile kwamba pengine unasema kwamba umewahi kukutana na mambo mazito, mitihani mikubwa ya maisha, kwamba ukiwa na umri mdogo labda ni binti mdogo. Hapana, mimi nilikuwa ni mtoto kabisa. Baba yangu na mama yangu walitengana mapema sana mimi nikiwa mdogo. Yaani nikiwa na umri mdogo sana, miaka 5, ndipo babangu na mamangu walipotengana. Na walipata kunieleza kwamba mpaka wao kutengana ni baada ya maisha baba yangu mzazi, maisha yake ya kiuchumi kuyumba. Kwa hivyo ikatokea kwamba mama yangu hakupendezwa na zile hali. Maisha yale alivyoanza kuyumba kwa kiwango fulani, mama yangu mzazi hakupenda sana, na hivyo akaanza kumchiti baba yangu. Akaanza kutoka na wanaume wengine mbele ya macho ya baba yangu. Kitendo kile kilimfanya baba yangu aweze kuitoa talaka haraka sana, baada ya kuona kwamba mama yangu anamdharau. Sasa ni bora angetoa tu talaka alafu mambo mengine yakaendelea vizuri, lakini talaka ile ni kana kwamba nilikuwa nimepewa talaka mimi. Kwa sababu mama yangu maisha yake aliendelea vizuri tu. Aliendelea na wanaume wake wengine ambao alinitaka mimi niweze kuwaita baba. Lakini upande wa mimi matatizo yalikuwa ni mengi, kwa sababu kwanza nilibaki na baba yangu. Nikakaa kama muda wa miezi kadhaa hivi. Hatimaye siku moja mama yangu akaja pale nyumbani akiwa na wanaume 2 ambao walikuwa wamejazia vizuri. Na mtendaji akaja pamoja na mjumbe pale. Akasema kwamba ile ni amri kwamba iliyotoka kwamba eti mimi napaswa nikaishi na mama yangu. Babangu alijaribu kukataa, lakini kutokana kwamba uongozi wa kiserikali ulikuwa pale, japokuwa ilikuwa sio habari ya kimahakama, basi baba yangu ilibidi akubali, na hivyo mimi nikaenda kukaa na mama yangu. Kipindi hicho nikiwa mimi bado mdogo, niliona mambo mengi ambayo mama yangu alikuwa anayafanya. Nikiwa mimi na umri mdogo wa miaka 5 mpaka 6, nilishuhudia mama yangu akiwa anafanya mapenzi hadharani na wanaume wengine ambao waliokuwa wanakuja pale nyumbani. Ninaposema hadharani, simaanishi kwamba ni nje barabarani, lakini walikuwa wanafanya mbele ya macho yangu. Mambo yale yalikuwa yananiumiza sana,
Kwa sababu kwanza nilikuwa nachukulia kama mama yangu pengine anapigwa, kwa sababu nilivyokuwa naona vile vitendo, kuna muda ambapo nilikuwa namuona mama yangu hadi anatoa machozi. Kuna wakati nilikuwa nawamshika huyo mwanaume ambaye aliyekuwa anakuja kushiriki pamoja na mama yangu, nilikuwa nampiga pindi tu ambapo nilipokuwa namuona akiwa anaendelea kufanya tukio lile na mama yangu. Milio ya kiutu uzima ilikuwa inanifanya mimi nihisi kwamba mama yangu ni anaonewa. Sitasahau siku moja ambapo alikuja kaka mmoja pale nyumbani, ambapo mama aliniambia kwamba nimuite baba. Huyu alikuwa anaitwa Leda. Jina lake kamili alikuwa anaitwa Ledanda. Alikuwa ni kaka mmoja hivi, alikuwa na nywele ndefu hivi. Sasa nakumbuka siku hiyo alipokuja pale, alifanya vile vitendo mbele ya macho yangu. Ilikuwa ni usiku, sijui ni saa ngapi, lakini tunakadiria kama saa 4 saa 5 hivi. Pale sebuleni mahali ambapo tulipokuwa tunakaa mimi na mama yangu, walianza kufanya vitendo vyao pale. Nikiwa naona mbele ya macho yangu, nilimuona mama yangu jinsi ambavyo alivyokuwa analia. Niliona jinsi ambavyo yule kaka alivyokuwa anazidi kufanya lile tendo kwa kutumia nguvu sana, huku akiwa amemkunja mama yangu. Kitendo kile kilikuwa kinaniumiza sana. Nilifika na kuanza kumpiga makofi. Alimshika mama yangu, wakawa wamepakatana na kwenda moja kwa moja mpaka chumbani. Sasa kwa sababu walikuwa wako kwenye mudi yao sana, hawakufunga mlango. Na mimi nilikuwa nasikia jinsi ambavyo mama alivyokuwa analia. Sikupenda, nilitoka pale na mimi nikafuata kule chumbani. Niliona jinsi ambavyo kaka yule alikuwa anazidi kumkamia sana mama yangu. Nilizidi kumpiga makofi, lakini mama alinivuta na kunilamba kofi la nguvu na kuniambia nikae kule nitulie, kama sivyo niende nikakae na baba yangu. Nilishangaa sana kwa sababu mimi moyo wangu ulikuwa unajua kabisa kwamba anamtetea mama yangu. Lakini cha ajabu nikashangaa mama yangu yeye ndo ananipiga. Sikujua ni nini la kufanya. Nilitoka zangu tu pale kitandani nilipokuwa nampigia yule kaka, na hatimaye nikaenda kukaa pembeni huku nikimwangalia mama yangu akiendelea kufanya mambo yake ya kiutu uzima mbele ya macho yangu na miguno, bila kujali kwamba mimi ni mtoto mdogo. Nilikuwa naumia roho sana jamani. Sasa yule kaka alipomaliza pale, nikamkuta akiwa anatoa jasho sana, na mama yangu wakawa wanashuka pale kitandani hadi wanapepesuka. Ilikuwa inaonyesha kwamba, yani kwa leo nikiwa mtu mzima ndo nasema kwamba inaonyesha kabisa kwamba walikuwa na mechi moja nzito sana. Na mimi nilikuwa naiona jinsi ambavyo walivyokuwa wanavingirishana pale kwenye kile kiwanja pale, ambapo kilikuwa ni kitanda cha mama ambapo alipokuwa analala. Yule kaka alipotoka pale walienda bafuni, wakaoga. Waliporudi pale, aliaga kwamba anaondoka. Nilimuona mama yangu akiwa yuko kwenye hali ya mtu aliyechoka sana. Yule kaka alitoka pale. Siku ile nililala mpaka asubuhi. Lakini roho yangu ilikuwa inasononeka sana kwa sababu nilikuwa naona yale matendo yanavyofanywa pale kila siku. Asubuhi siku moja nikamuuliza mama, nikamwambia mama. Akaniambia Kaambia mama, kwa nini wanaume wanakuja kukupigia hapa nyumbani kila siku? Kwa nini tusiende tukakaa na baba yetu kule ambaye yeye huwa hakupigi? Mimi nakuonea huruma jinsi ambavyo wanakuja kila siku. Kwani wewe huwa umewakosea nini hawa wanaume wanaokuja, hawa kaka wanakuja kukupigia hapa mama? Mama yangu alinitazama akaniambia, alafu nikwambia kitu, naomba ukome kabisa usione nifuatilia mambo yangu. Kama unajikuta kwamba una huruma sana, nenda ukakae na babako, sio mimi. Msikilizaji, niliona ni manyanyaso. Nilikuwa najiona kama nanyanyaswa na mama yangu, lakini wakati huo nilikuwa sielewi kwamba hivi ni nini kinaendelea. Kwa nini mama anapigwa na wanaume alafu bado hataki mimi nimtetee? Pindi ninapojaribu kuongea neno la kumtetea, mama anakasirika zaidi na kuniambia kwamba nikakae na baba. Ilibidi nimuulize mama, nikamwambia mama, kwa nini tusiende wote tukakaa kwa baba? Akaniambia, naomba unikome, nimekwambia siwezi kwenda kwa baba yako mimi. Tena ukipiga mdomo nitakupeleka ukakae na baba yako huko.
Hapo ndipo utakoma, ukae na wanaume huko mpaka ukome. Kwa akili zangu za utoto nilikuwa sielewi mama anamaanisha nini. Nilikuwa kwa kweli mimi nilikuwa na akili zangu za utotoni sana. Na ndio maana hata mama alipokuwa anafanya matendo yale nilikuwa naona kama anapigwa. Jinsi nilivyokuwa naona anatoa jasho huku analia mpaka machozi yanatoka. Show ambavyo ilivyokuwa inakamuli, yani ilivyokuwa inakamiwa. Aisemi nilikuwa naona kama mamangu anaonewa. Basi baada siku zikaenda, ile hali ikawa inaendelea pale nyumbani. Sasa nikajikuta kwamba mamangu akiwa anafanya vitendo vile na mimi nalia. Nalia, najikuta nalia sana na mamangu anaonewa. Sijui ni mtu aina gani ambaye alianza kumshauri mama yangu kwamba anipeleke niende nikakae na baba tena. Mama yangu siku moja alikuwa ameleta mwanaume pale nyumbani. Wakawa anafanya vitu vyao mbele ya macho yangu na mimi nikawa nalia. Jinsi ambavyo mama yangu alivyokuwa analia na mimi nikawa nalia. Alipomaliza pale, mama yangu akanishika mkono kwa nguvu akaniambia, sasa kuanzia leo unakwenda kukaa na baba yako. Aliniwasha kofi hilo. Ese mpaka niliona nyota. Sijatulia akanizabua kofi lingine. Na huku akiingia na kuchukua nguo zangu na kuzikusanya, huku akinishika mkono na kuniburuza kwamba inabidi twende, eti akaniacha kwa baba yangu. Aliita boda haraka sana. Nilipakia pikipiki na moja kwa moja nikaenda mpaka nyumbani, mahali ambapo alipokuwa anakaa baba yangu sasa. Kwa kipindi hicho baba yangu alikuwa anakaa mwenyewe, alikuwa anakaa single. Pale nyumbani kulikuwa kumetulia sana kwa sababu baba alikuwa anaishi peke yake. Kama unavyojua nyumba ambayo imezoea kukaa na watu wengi, familia yenye baba mama watoto, alafu ghafla anatokea na kama mtu mmoja, alafu sasa ni mwanaume, kuna namna panabadilika sana ile sehemu. Nyumbani kwetu ndivyo jinsi ambavyo palivyokuwa. Tulipofika pale, mama hata hakusalimiana na baba. Alianza kuongea maneno mazito akimwambia, kwanza, haya na mtoto wako huyo hapo. Utajua utamla nyama au utamtupa, utajua mwenyewe. Kaa hapo. Mama alitupa vitu vyangu na mimi na kunisukumia hapo. Baba yangu alibaki akiwa amekaa kwenye kiti akiwa ananitazama. Nilibaki nikiwa nalia. Sikuelewa kwamba kwa nini mamangu amenifanyia vile. Basi bana, mama akaondoka zake. Nikabaki mimi pamoja na babangu pale. Babangu alinikumbatia, akanipiga busu akaniambia, usijali sana mwanangu. Nitakuwa na wewe kila wakati, na hata hivyo sio mimi niliyetaka uondoke. Nilitamani sana niendelee kukaa na wewe mwanangu siku zote. Lakini mama yako alikuja akakuchukua kwa lazima. Sasa mmekaa naye miezi kadhaa tu amekushindwa. Nafurahi kukuona mwanangu. Karibu sana. Babangu alinifuta machozi na mimi pale nilijisikia sasa kama ni mtu ambaye nina raha. Lakini bado akili yangu ilikuwa haijasoma kwamba mama yangu na baba yangu kuna kitu gani. Basi maisha yangu yalianza sasa rasmi pale. Asubuhi baba ananiandaa vizuri ili niweze kwenda shule. Anipeleka shuleni, ananiacha. Huduma zote baba alikuwa ananifanyia kama mzazi, yani kama vile ambavyo mama alivyokuwa ananifanyia. Lakini zaidi sana nilikuwa naipata furaha sana nikiwa na baba, kwa sababu babangu alikuwa anaonyesha ule upendo wa dhati. Alikuwa anaonyesha kujali sana, alafu alikuwa anigombezi kama mama ambavyo alivyokuwa ananifanyia kila wakati. Sasa siku zilienda na mimi ikawa nimefika kama darasa la 3. Nikiwa niko darasa la 3, babangu aliniambia siku moja akaniambia, mwanangu, nataka nikuletee mama yako mwingine. Mambo yangu yalikuwa yanaenda vibaya sana, lakini kwa sababu nimefanikiwa angalau kurudisha duka langu moja ambalo lililokuwa limepotea, nataka nikuletee mama mwingine ili aweze kukufanyia shughuli zote hapa nyumbani na wewe uweze kufurahi na mimi niwe huru. Kwa kutaja neno mama, mimi moyoni mwangu sikuwa na rekodi mbaya sana au nzuri sana kuhusu mama yangu. Niliona kama ni jambo la kawaida tu. Japokuwa mapenzi ya mama sijayasahau,
Lakini pia ukorofi wa mama wa kunigombeza kila wakati na kunipiga. Kitendo cha mama kunitoa kule na kunipeleka nyumbani kwetu na kunitupia kwa baba yangu, still vilikuwa vina rotate katika akili yangu. Kwa hivyo baba kuniambia kwamba nilaletea mama mwingine, kwangu mimi haikuwa issue sana. Lakini alianza kuniambia kwamba yeye ndo atanifulia, atanifanyia hivi na vile. Kwa hiyo nilijikuta nikiwa na furaha. Kweli siku zilienda na baba yangu kweli akaleta mwanamke mwingine pale nyumbani, ambaye huyu sasa ndiye ambaye aliniambia nimuite mama. Huyu mama bana alikuwa anaitwa Aminata. Sasa Aminata huyu mama yangu huyu ambaye ndo alikuja pale, naweza nikamuita mama yangu wa kufikia. Alionyesha upendo sana. Na baba alikuwa anajali sana pale nyumbani. Kila alipokuwa anaenda dukani akirudi pale, mambo yalikuwa yanaenda vizuri sana. Alikuwa anatupatia kila kitu. Na mimi kwa kweli kwa siku za mwanzo nilianza kuenjoy sana. Na yule mama alikuwa ananipenda sana kwa kweli. Baba yangu alifanikiwa kujenga nyumba nyingine. Akajenga na nyumba nyingine tena. Kwa kukaa kuna ile nyumba ambayo tunayokaa na nyumba zingine mbili. Alifanikiwa kufungua maduka mengine mawili. Mambo nyumbani yakawa sasa si mabaya hata kidogo. Msikilizaji, siku zikasonga, nikawa nimefika mpaka kama darasa la 6 hivi. Hapo nikiwa nimepatiwa mdogo wangu mmoja pale nyumbani. Sikujua kwamba ni kitu gani kilichokuwa kimeendelea pale nyumbani. Lakini mara kwa mara nilikuwa naona kuna wanaume ambao waliokuwa wanakuja pale nyumbani pindi ambapo baba yupo. Huyu mmoja niliambiwa kwamba ni rafiki yake na mama. Alisema kwamba ni rafiki yake. Hao wengine waliokuwa wanakuja pale basi niliambiwa tu ni watu mara ndugu wa mama na kadhalika na kadhalika. Siku zilivyokuwa zinasonga, babangu alianza kuwa mtu wa mawazo mengi sana. Huku akiniambia kwamba wewe ndio binti yangu mkubwa. Nataka nikwambie kwamba kuna mambo hayaendi vizuri. Nilimuuliza baba yangu ni mambo gani, na baba yangu alianza kuongea na mimi kama anaongea na mtu mzima, sio yule mtoto ambavyo mimi nilivyokuwa najichukulia. Baba yangu akaniambia kwamba biashara haziendi vizuri. Alafu alikuwa na mikopo ambayo aliyokuwa amechukua. Kwa hivyo kuna hatari ya sisi kufirisiwa. Jamani, kwa umri ule akili yangu tayari ilikuwa imeshaanza kufahamu kipi ni kipi. Darasa la 6 akili yangu ilikuwa haijalala kiasi hicho. Baba alinieleza uwezekano wa kwamba tunaweza kupoteza nyumba zetu na kila kitu cha maana ambacho tulichokuwa tunacho. Kiukweli hata mimi nilipata mshtuko, japokuwa nilikuwa mtoto. Sikupenda kabisa turudi katika nafasi za chini kabisa. Ni kitu ambacho sikukitaka kabisa. Nilimwonea huruma sana baba yangu kwa sababu muda mwingi alikuwa anakaa katika hali ya huzuni. Na hata pale ambapo alipokuwa anaenda kwenye maduka, alikuwa anaona mambo hayaendi vizuri. Kadiri siku zilivyoenda, ndipo watu wa benki walipoanza kuja pale nyumbani na kusema kwamba wanachukua nyumba. Lakini baba alisema nyumba ile pale nyumbani sio nyumba ambayo aliyokuwa ameandikisha. Kwa hivyo walienda na kufirisi nyumba zetu zingine mbili ambazo baba alizokuwa amejenga. Kutokana na hali mbovu ya kibiashara, maduka yale yalikuwa yako kwenye wakati mgumu na yalianza kuzima taratibu. Alifikia wakati baba akaamua sasa afunge maduka na kurudi nyumbani. Baba aliniambia kwamba amefanya maamuzi hayo ili kuhakikisha kwamba anaishi kwa bajeti ndogo sana kuliko kwenda kule madukani, mahali ambapo anatumia gharama nyingi alafu kipato ni kidogo. Aliogopa pia kwamba angepoteza mali zote kule dukani kwa kuuza bila kurudishia. Babangu alienda mpaka katika mifumo kule ya leseni na kusitisha huduma zote ili asije akadaiwa pesa pindi atakapotaka kuendelea na biashara. Hakikuwa kipindi kizuri kabisa pale nyumbani.
Lakini cha ajabu kwa mama yetu yule wa kufikia, mama Aminata, alikuwa na raha tu kama zote. Na muda ambapo baba alikuwa anatoka pale nyumbani, mama alikuwa na raha sana. Lakini baba tu alipokuwa anarudi, mama yule alikuwa anaanza kumgombeza baba yangu. Alikuwa anaongea na yeye kama anaongea na mtoto wake. Katika mazingira yale, baba yangu kuhitaji kwamba kusiwe na vurugu ya hapa na pale, ndipo ambapo sasa mama Aminata alipoingiza jambo lake ambalo baadaye lilikuja kuniathiri pakubwa sana. Msikilizaji, baba yangu ni kama alikuwa amechanganyikiwa hivi. Alikuwa ameanza kukumbwa na usahaulifu kutokana na jinsi ambavyo anapata msongo wa mawazo. Mama yetu yule, mama Aminata, kwake mambo alikuwa anayaona ni kawaida. Lakini alianza kuleta ujeuri na kutoka pale nyumbani hata bila baba kufahamu, bila baba kupewa taarifa. Na pale ambapo alipokuwa anarudi, mama alikuwa anamjibu hash tu. Wewe kaa utulie ule. Maswala yanayohusiana na natoka wapi yaache. Mimi ndo naelewa natoka wapi. Ilikuwa ni maneno ambayo mama alikuwa anamwambia baba. Nilifahamu jinsi ambavyo baba yangu asivyopenda kelele. Hakutaka kujibizana sana na mama yule. Aliamua kukaa kimya. Baba alinieleza kwamba anakaa kimya kwa sababu anahitaji mambo yaweze kwenda vizuri. Baba yangu alijitahidi mpaka pale ambapo nilipokuwa nimemaliza darasa la 7. Nilipomaliza darasa la 7, hapo ndipo ambapo ninaweza nikasema ilikuwa ni tiketi yangu ya kukosa amani kabisa. Mama Aminata huyu alikuwa na rafiki yake wa kiume ambaye alikuwa anaitwa Daniel. Nilipomaliza tu darasa la 7, mama yule alianza kumshauri baba yangu. Akamwambia kwamba Danieli anataka niwe mimi. Babangu alileta ugumu sana, akisema kwamba sitaki mwanangu aweze kuolewa sasa hivi. Mama alianza kufoka na kumfokea sana baba. Alianza kumfokea sana baba mpaka baba akajikuta anachoka. Alikuwa anasisitiza kwa nguvu zake zote kwamba eti ni lazima mimi niweze kuolewa. Na kama baba anakataa kwamba mimi nisiolewe na Danieli, basi hata yeye angeondoka pale nyumbani. Kitendo kile kilimfanya babangu kuweza kuanza kumsikiliza mama. Mama yangu yule wa kufikia alinikoleza hilo jambo. Na hapo ndipo babangu akaona isiwe tatizo. Ngoja wakae waweze kuongea vizuri. Mama yangu wa kufikia alimsisitiza sana baba kwamba kuniruhusu mimi niweze kuolewa na kijana huyu Daniel ambaye ni rafiki wa karibu sana wa mama yangu, kungeleta mabadiliko sana ya kiuchumi pale nyumbani. Kiukweli huyu kaka Daniel alikuwa ni mtu mwenye pesa zake, kwa sababu alikuwa anahusishwa pia na biashara za madini. Kwa hivyo upande wa pesa ilikuwa kwake sio tatizo. Na aliahidi kutoa mahari kubwa sana, ili kusudi aweze kunioa mimi. Kutokana na hali ngumu ambayo baba yangu aliyokuwa anapitia, na mama yule akawa anamhakikishia kuhusiana na mahari kubwa sana ambayo itakayokuwa imelipwa, basi baba yangu ilibidi akubali. Akaona kweli hapa kuna fursa, ni bora aniozeshe ili aweze kupata pesa, akaangalia namna ya kuendeleza biashara zake kwa mara nyingine. Baba yangu hapo sasa alikubali. Na siku moja ndipo baba aliponiita na kuniambia kwamba Latifa, unapaswa uolewe. Nilishangaa sana baba kusema vitu kama vile. Nilikuwa najiona mimi bado mtoto mdogo sana jamani, ndipo nimemaliza darasa la 7. Jamani, nilimwambia baba haiwezekani. Haiwezekani mimi nikaolewa kwa sababu mimi ni mdogo, bado nina ndoto nyingi sana za maisha kwenye shule na kadhalika.
Akaniambia, mwanangu, unachoongea ni sawa, lakini kwa hali ambayo familia inapitia kwa sasa inabidi ukubali tu. Itabidi ukubali tu. Na mimi nafahamu kinachoendelea. Najua unapenda elimu. Lakini kwa wakati huu hatuwezi kuacha hizi pesa. Inabidi ukaolewe, mambo mengine yaende vizuri. Jamani, nilijiuliza mara mbili, kwani huyo Danieli ana uwezo wa kutoa yani anaweza akatoa pesa kiasi gani? Kiasi kwamba mpaka baba yangu amekuwa yuko tayari mimi niweze kuolewa ili aweze kupata pesa akafanyia biashara. Nilijiuliza sana bila kupata majibu, msikilizaji. Baba yangu alianza kumpokea Danieli alipokuwa anakuja pale nyumbani. Na wanaongea naye muda mrefu sana. Na pindi ambapo alipokuwa anaondoka nilimwona babangu akiwa anafurahi kwa kuweka pesa mfukoni. Hii ilikuwa inaonyesha kwamba Danieli alikuwa ameshatoa pesa zingine kwa. Nilitafakari na sikuwa na majibu, na nilikuwa sijui kabisa kwamba ni kitu gani naweza ngakifanya ili niweze kuchomoka kwenye mikono ile. Nilianza kuitishwa vikao mara kwa mara na Danieli akiwepo. Na hapo sasa nikaambiwa kwamba huyo ndiye mume wako. Hali ile sikuipenda. Niliumia sana kwa kweli. Niliumia zaidi na zaidi. Unajua kuumia? Baba alihamasisha sana kwamba mimi niweze kuolewa ili apate pesa. Nilikataa sana. Sasa nilipokataa katu, siku moja baba akamuita Danieli usiku pale nyumbani akamwambia, bwana, mke ni wako wako. Kwa hiyo kama utapenda kwenda naye huko, alafu utaleta mahari ni sawa. Mimi ninaendelea kushukuru kwa hizi kidogo ambazo ulizokuwa unanipa. Baba yangu alikuwa anapewa pesa mara kwa mara. Kwa hiyo hata issue ya mahari kwake akaona si kitu kabisa. Yatakuja ndio, lakini kwa pesa ambazo tayari ameshakula hata kabla ya mimi kutolewa mahari, aliona si kitu. Alimueleza Daniel kwamba eti aweze kuondoka na mimi. Tukakaa na yeye. Yeye alikuwa ni mwanafunzi wa chuo, lakini sana sana alikuwa ni mfanyabiashara kwa sababu chuo alikuwa anasoma Open University. Yaani alikuwa anasoma chuo huria. Sasa msikilizaji, mimi nilikataa kwamba siwezi kuondoka. Lakini sijui baba walinipa dawa gani. Siku hiyo nilijikuta nikiwa niko tayari niko kule nyumbani kwa Daniel, mahali ambapo alipokuwa anakaa. Nilishangaa sana kuzinduka niko kitanda kimoja mimi pamoja na Daniel. Nilistuka sana na kupeleka mikono yangu katika sehemu zangu za siri. Daniel alibaki akiwa ameniangalia akaniambia, vipi? Nikamwambia, poa, kwa nini umenileta huko? Akaniambia, usijali, sijakufanya kitu chochote kwa sababu mimi nahitaji wewe uwe mke wangu. Nilitaka tu kiamka wewe uko hapa kwangu. Lakini sikutaka nikufanyie kitu chochote kabla ya ridhaa yako. Na ni kwa sababu nakupenda sana, nataka uwe mke wangu halali. Haipaswi uwe kama nimekubaka vile. Nikamwambia, unasemaje? Akaniambia, ni hivyo ninavyokuambia ndio hivyo. Kitu kikubwa ninachokuomba Latifa, nahitaji kwamba uweze kukubali kuolewa na mimi. Kama unavyoona mimi na maisha mazuri na kila kitu. Nje kukusaidia wewe kwa sababu vya kwako wewe ni vya kwangu, vya kwangu mimi ni vya kwako. Nitaisaidia sana familia yako na pia nitaipatia mtaji mzuri tu. Baba amenieleza mambo mengi sana kwamba masuala ya biashara yamenyumba huku na kule. Nitawapatia hata hiyo habari yake ya biashara, nitamsaidia. Ninachokiomba kikubwa ni uweze kunikubalia niweze kuwa mume wako. Msikilizaji, nilishusha pumzi kwanza.
Mimi siko tayari kuolewa. Ninalifahamu hilo kwamba hauko tayari. Na ndio sababu nimeamua ili niweze kukubembeleza mpaka pale ambapo utakaporidhia. Nahitaji wewe uweze kuwa mke wangu kabisa. Nitafurahi sana nikitoa mume wako. Sawa, lakini mimi siko tayari, nimekwambia. Na nachukia sana jinsi mlivyonileta huku. Kama unataka wewe nisije nikakuchukia milele, nisije nikakuchukia daima, naomba unirudishe nyumbani. Nilianza kuzozana mimi pamoja na Danieli, japokuwa Danieli alikuwa anaongea kwa upole, lakini mimi nilikuwa naongea kwa ukali sana. Lakini zaidi pia nilifurahi kwa sababu nilijikuta nikiwa niko mzima vile vile, sijafanywa kitu chochote. Nilitafakari pale, mwisho wa siku nikasema, lakini potelea mbali, ngoja tuone mwisho wa hili jambo. Nilimuomba sana na kumsisitiza sana kwamba aweze kunirudisha nyumbani. Aliniambia ngoja awasiliane na babangu. Alipiga simu na kuwasiliana na babangu. Kwa sababu kule nyumbani tayari alikuwa ameshamwaga pesa. Tayari baba yangu mambo yake alikuwa ameanza kurudi vizuri. Najua mtu ambaye alisha kuwa mfanyabiashara, mtaji ukapotea, ukirudi huwa anakuwa na umakini mkubwa. Ndivyo ambavyo baba alivyokuwa. Alikuwa amepata pesa fulani, kwa hiyo akawa na raha zake sana. Akamwambia Daniel kwamba yeye hataki kuniona kule, bali nibaki na yeye. Bahati nzuri Daniel alileta tu staarabu. Akaniambia basi mimi nakuruhusu urudi kwenu kwanza. Nitakuja tuendelee kuzungumza na naamini utanifikiri vizuri na kunikubalia uweze kuwa mke wangu. Niliamua kumkubalia tu kwamba sawa, ili mradi tu aniweze kurudi nyumbani kwetu. Nilirudi pale nyumbani, nikamkuta mama pamoja na baba pale wakiwa wanacheka wamefurahi. Mpaka nikajiuliza, ina maana mimi ndo nilikuwa tatizo? Mbona kabla mimi kutoka hapa mama kila saa alikuwa ananuna? Au ni hizi pesa ambazo wamepewa ndizo ambazo zimewafurahisha hivyo? Nilifikiri mimi mwenyewe, lakini sikupata majibu ya moja kwa moja. Mama aliponiona hakupenda kabisa. Aliniangalia kwa jicho baya, na hata baba alionyesha kukasirishwa sana. Haraka sana baba akaniuliza, umefuata nini huko? Nikamwambia baba, sijafuata kitu chochote, nimekuja nyumbani. Umekuja nyumbani afu nyumbani kwako umemwacha nani? Baba, basi nyumbani kwetu mimi sijaolewa. Nimekuja Pumbavu! Baba yangu alianza kunikaripia. Nilinyamaza kimya. Na hatimaye mimi nikaingia zangu ndani. Babangu alibaki na mama pale wakiwa wanazungumza. Mama alikuwa akimfokea sana baba, akimwambia kwamba yeye baba ndo ananidekeza. Mama anasema anatamani kama mimi ndo ningekuwa, yani yeye ndo angekuwa ni mama yangu mzazi, eti ningekoma kweli kweli. Babangu alijaa upepo kusema ukweli. Maneno yale ambayo aliyokuwa anazungumza mama yalimjaza sana baba upepo. Babangu alikuja mpaka kwenye chumba changu kwa nje pale, akaanza kugonga kwa nguvu na kupiga mateke akisema kwamba niweze kufungua. Nilijua kabisa kwamba kwa hasira zile babangu anaweza akaniumiza. Niligoma katu kufungua. Babangu alianza kukanyaga ule mlango kama anataka kuvunja hivi. Lakini ule mlango kwa sababu ulikuwa ni imara haukufunguka wala haukuvunjika. Nikatulia zangu pale pale. Baada ya muda nikasikia mama na baba wakiwa wanazozana huko. Ngoja niondoke. Ngoja niondoke kwanza. Siwezi kukaa na mtu ambaye ameshindwa kumtawala mtoto wake. Mama alikuwa anazungumza mambo mengi. Akatoka na begi lake akaondoka. Kitu kilichokuwa kimemuuzi mama ni kwa sababu alijua kabisa zile pesa kutoka kwa Daniel zisingekuja pale. Yaani zile za mahari wangeishia hizi ndogo ndogo za kulambalamba tu. Kwa hivyo mamangu akaondoka pale, nikawa nimebaki pale. Baba yangu sasa, baada ya mrugu zote hizo, akaja pale akaanza kuniambia nitoke, sikukubali. Nilikaa pale usiku mzima.
na kesho yake bado sikufungua mlango. Baba alienda kwenye ratiba zake na jioni akarudi. Bado mimi nilikuwa niko pale ndani. Kwa sababu mimi nilikuwa natoka kwa kujiiba muda baba hayupo. Natafuta chakula kule, narudi ndani na tulia nafunga mlango ili baba akija asije akanikuta. Nilikuwa sitaki kuonana na yeye kabisa. Baba alipokuja usiku wa pili ule, akaja pale mlangoni na kuanza kuongea na mimi kwa kunibembeleza. Akaniambia, fungua mwanangu. Nataka tuongee kidogo. Fungua. Nilimwambia, baba utanipiga uniue. Akaniambia, hapana. Fungua, wewe ni mwanangu, siwezi ngakua. Kweli baba? Naomba unifungulie Latifa. Nauma sana. Nahitaji unikuonyeshe dawa ya kunikorogea. Fungua. Alipotaja hivyo niliingiwa na huruma haraka sana. Niliingiwa na huruma sana, nikasema hapa naomba tu niweze kufungua ili niweze kujua kinachomsibu baba. Nilimfungulia mlango na babangu aliingia pale ndani usiku. Alipoingia alifunga mlango na akaja akakaa kwenye kitanda akaniambia, hivi wewe ndio unaamua kwenda kinyume na vitu ambavyo ninavyoongea? Na sasa unasababisha mimi niweze kuingia hasara, siwezi kupata pesa ambayo nilikuwa nategemea kuipata. Wewe ndio unaamua kupindisha mambo yangu, si ndivyo? Unajiona umekuwa. Nilibaki nikiwa namtazama baba. Ikabidi nimuulize baba, kivipi? Babangu alitaka kunipiga kofi ni vile tu mimi nilikwepa. Akaniambia, wewe ndio mjinga mkubwa sana. Mimi ninataka nichukue pesa ya mahari alafu narudi nyumbani. Umenifanya mpaka mimi nimegombana na mke wangu. Na mama yako hayupo hapa nyumbani tena. Ni mikosi gani hii? Yaani mama yako mzazi aliondoka kizembe hivi mpaka matabia yake nikampa talaka akaondoka. Alafu wewe unakuja kwa sababu ya mke wangu mwingine naye kuondoka. Hivi unahisi akili zako ziko sawa sawa? Nilimweleza baba kwamba naomba tu anisamehe, lakini mimi siko tayari kuolewa. Tuliongea kwa muda mrefu nikiendelea kuwa na msimamo kwamba mimi siwezi kuolewa kwa wakati ule kwa sababu sikuwa niko tayari. Sikutaka kabisa mimi kuolewa. Msikilizaji, sikupata kufikiri kabisa kama baba yangu angeweza kuwa na mawazo fulani makubwa mazito ambayo yangekuwa na athari katika maisha yangu kiasi kile. Babangu aliendelea kungangania pale ndani chumbani mahali ambapo nilipokuwa. Akaniambia, sasa nisikilize, nikwambie kitu Latifa. Umeamua kwenda kinyume na mimi ninavyokuambia. Lakini narudia tena, lakini hapawezi kuwa salama kwa sababu mambo yangu yamekwama. Na zaidi sana mpaka mke wangu ameondoka hapa nyumbani kwa sababu yako wewe. Hakuwezi kuwa na amani na usalama ukaendelea hivyo hivyo ikiwa tu hutakubali kuolewa na kufanya maisha yangu yaweze kubadilika. Ni hayo tu nimekwambia. Babangu alimaliza kuongea vile kisha akatoka pale. Sasa tulikaa siku kama 3 hivi na baba yangu alikuwa anarudia maneno yale, huku akinilalamikia sana kwamba kukataa kwangu mimi kuolewa na Daniel kumemfanya yeye mambo yake yasiende vizuri. Alikuwa ameshajipanga vizuri jinsi ambavyo anaweza kurudi mjini, yani jinsi gani ambavyo atarudi kwenye biashara zake vizuri. Kila alipojaribu kunibembeleza nilikataa nisiolewe na Daniel, na kila alipojaribu hata kunilazimisha nilimwambia baba haiwezekani. Alipojaribu kumpigia simu mama alikuwa hataki kabisa kusikia kitu chochote baba anachoongea. Mama alikuwa hataki mama yangu huyo kufikia. Alikuwa ni hataki kabisa kusikia sauti ya, yani hataki. Mpaka ilifikia wakati mama akamblock kabisa. Hataki kabisa kuongea na baba. Kisa ni nini? Eti ni kwa sababu mama na yeye alikuwa anatamani kwamba mimi niweze kuolewa ili waweze kupata pesa ambazo zingewasaidia.
katika kurudi katika mifumo mizuri ya kibiashara. Nilijiona mimi kama mtu mwenye hatia. Siku zilienda kama wiki 2 mbele. Baba yangu nilimuona akiwa na katika hali ya msongo sana. Babangu alianza kunywa pombe, kitu ambacho ilikuwa sio kawaida yake. Yaani alikuwa anakunywaga pombe ile mara moja kwa bahati na kidogo tu alikuwa anapasha. Lakini kuanzia pale ngamkuta baba anakunywa pombe kila siku, alafu muda mwingine anazidisha yani. Niliona ile hali na kila nilipojaribu kumuuliza baba aliniambia kwamba sababu kubwa ni mimi. Sasa siku moja baba alikuja mpaka chumbani kwangu usiku akaniambia fungua mlango. Alikuwa amekunywa kidogo siku hiyo. Nikafungua mlango akaingia pale ndani. Akaniambia Latifa. Nikamwambia baba. Itabidi unisamehe sana. Kwa sababu kama ni kukubembeleza kwamba ufanye mambo yanayostahili imeshindikana. Nimekuambia uweze kuolewa tuweze ili na mimi niweze kubadilisha maisha. Umekataa kabisa. Hii inaonyesha kwamba unafurahi mimi ninapopata shida. Hutaki niweze kufaidi kupitia wewe. Binti mbichi kama wewe ningepata pesa nzuri sana pindi ambapo ungeolewa. Kijana yule ana pesa. Lakini umeamua maisha yangu yazidi kuwa ya hovyo hivi. Sasa nataka nikwambie kitu. Nikamwambia baba nakusikiliza. Hapa ndani mke wangu ameondoka. Umefanya mama yako ameondoka. Sishangai sana kwa sababu na wewe umekuwa mtu mzima. Na hiki kitendo cha wewe kukataa kuolewa, kungangana kubaki hapa ndani, na kitendo cha mke wangu kuondoka hapa ndani, ukiunganisha hizi doti mbili unapata kitu. Mimi kwa sababu nilisoma Cuba, nilielewa vizuri kwamba ni nini kinahitajika. Nafikiri sijui nitumie lugha gani ambayo utanielewa, lakini naamini umeshanielewa. Wajua kuelewa baba alikuwa anataka kumaanisha kitu gani? Nikamuuliza baba, mimi sijaelewa. Nifafanulie kwanza. Msikilizaji, baba yangu alisogea zaidi karibu yangu. Akaanza kunishikashika kichwani akaniambia, unajua binti yangu wewe ni mzuri sana. Na sioni sababu yoyote ya kwa sasa ya mtu kukuoa wewe. Ninaweza nikakaa tu na wewe hapa, tukaendeleza maisha yetu mimi na wewe, na hakuna mtu atakayejua kitu chochote. Unamaanisha nini baba? Usijifanye kwamba ni mtoto mdogo. Wewe umeshakuwa mtu mzima sasa hivi. Wewe sio mtoto tena. Kwa nini baba unasema hivyo? Afu mbona unanishika kwa maziwa? Mimi naona aibu baba. Wewe kumbuka wewe ni babangu. Hapana. Hakuna tatizo lolote, hakuna kitu chochote kinachoharibika. Ni swala la msingi ni kutunza siri tu. Msikilizaji, babangu alianza kuongea maneno kama hayo, huku akiwa anaanza kunishikashika. Unajua nilishangaa sana, na hasa ukizingatia kwamba mimi bado nilikuwa yani shamba langu lilikuwa halijaanza kulimwa kabisa. Babangu alizidi kunishikia pale, huku akiniambia, akiwa anaonyesha kama kunibembeleza hivi. Babangu alinivamia sana kwa kunipapasa sana. Nilikataa sana. Hatimaye muda ulivyoenda sana na purukushani za hapa na pale, baba akaniambia bana alikuwa anakutania tu. Alafu akatoka akaenda chumbani kwake. Unajua nilitafakari sana ile jambo. Usiku mzima nikawa natafakari.
ni kivipi ambapo baba yangu anaweza akanifanyia utani kama ule. Hasa ukizingatia hapo na mimi nimekuwa mkubwa, na mimi jinsi ambavyo nilivyopewa mwili wangu mzuri, nimepewa kichuguu, alafu nimepewa na kifua. Na sura nimebarikiwa. Alafu sasa baba alivyokuwa anafanya vile, ni kwamba alikuwa anazidi kunifanya mimi nipate msisimko mkubwa, kwa sababu nilikuwa kwenye kipindi kile cha umri ambao ndo wenyewe sasa wa mambo hayo. Babangu alitoka pale. Sasa mimi akili yangu pale ndani nikaendelea kuwaza, kwa nini babangu amefanya hivi? Hivi baba anataka utani? Nilifikiri sikupata majibu ya moja kwa moja, lakini kuna namna nilikuwa nafurahi jinsi ambavyo baba alivyokuwa anashika masikio yangu. Kuna namna fulani hivi alikuwa anapata msisimko fulani hivi kwa kushika masikio yangu. Lakini moja kwa moja ni kwamba sikuruhusu tendo lolote liweze kuendelea. Pale ngalala zangu mpaka asubuhi. Asubuhi nilikuwa nikimtazama baba, anaona kama aibu hivi. Na baba akinitazama anaona aibu, hatimaye akaondoka, akaenda zake kwenye ratiba zake. Mimi nikawa ndo niko pale nyumbani. Niko zangu peke yangu. Jioni kurudi kufika, baba akarudi pale nyumbani, akanipatia na simu, akaniambia simu hii utatumia. Ilikuwa ni smart nzuri tu, mpya kabisa kutoka dukani. Ngaiuliza, jamani, baba ameamua kuninunulia simu? Sawa. Alikuwa ameshanisajiliana na line kabisa, kwa sababu mimi nilikuwa na line, lakini baba alikuwa hajui kama na line yangu ninayotumia. Niliamua kutumia line ile ambayo baba alioniunganishia. Basi usiku ule tukaanza kuchat mimi na baba. Jamani, jinsi ambavyo tulikuwa tunachat huwezi kaamini kama ni mtu na baba yake. Yaani baba alikuwa yuko simple hivi. Jinsi ambavyo alivyokuwa anaongea na mimi kwenye kuchati, alikuwa ananichatisha simple sana. Akawa ananiuliza, ananitania hivi, siku ile ulipoenda kulala kwa Danieli uliumia sana? Nikamwambia, baba, kwa nini unauliza hivyo? Akawa ananiambia nataka nichukue pesa zangu kule nyingi, kwa sababu kuna vitu amenidanganya. Lakini nataka hebu uniambie wewe, uliumia sana? Nikamwambia, baba, mimi sijaumia, sijafanya kitu chochote mimi na yeye. Akaniambia, unasema ukweli? Nikamwambia ndio. Unajua hapo tunachati, baba yuko chumbani kwake na mimi niko chumbani kwangu, afu tunachati. Akaniambia, sawa, kama umeungana na yeye kunidanganya kwamba hujafanya chochote, sawa, tutajua tu. Nikamwambia, kweli baba, mimi sijafanya kitu chochote na yeye. Akaniambia, kwa hiyo hapo ulipo wewe bado ni binti mzima kabisa, hujaguswa? Nilikuwa na aibu, lakini ilibidi nimjibu baba. Nikamwambia, ndio, mimi ni mzima, siwezi kuguswa na mtu. Akaniambia, safi sana binti yangu. Nikamwambia, sawa. Tuliendelea kuchat bana mpaka mida ya saa 5. Na mimi hapo ndo mshamba wa nani? Wa smart. Sio kwamba nilikuwa sijui kutumia, lakini sasa ya kwangu peke yangu, tena ya kutumia kwa uhuru, ilikuwa ni simu yangu ya kwanza. Sasa hapo tunachatia WhatsApp. Wewe? Nakwambia acha. Chati sana. Ilipofika mida kama saa 6 hivi kuelekea saa 7, baba akaniambia, hebu fungua mlango wako nije. Sikuwa na hiana, nilifungua mlango na baba akatoka chumbani kwake akaja akaingia kwangu. Nikaa sasa pale namsikilizia baba kwamba ana jambo gani. Baba alianza kunionyesha picha za watu ambao hawajavaa nguo. Yaani watu wanacheza michezo ya kikubwa. Akawa ananionyesha zile video. Vile vitu nishai kuangalia, lakini sio kwa kuonyeshwa na babangu. Nilishangaa, nikamwambia, baba, sasa ndo nini hizo? Ananiambia, wewe tuangalie bwana, wewe ni mtu mzima, usiwaze. Kaa hapa tuangalie. Nilijikuta nikiwa nimekaa pale kwenye kitanda mimi pamoja na baba. Baba alikuwa ananivuta vizuri karibu yake, alafu ananifanya eti ananisogeza ile simu yake ili niweze kuangalia vizuri mapicha yale ya ex. Mpaka kufikia pale akili yangu ilianza kuniambia kwamba kuna tukio ambalo si zuri linaweza likatokea kati yangu mimi na babangu. Kwa sababu kwanza babangu alikuwa ananishika kwenye mbavu, ananisogeza, anashika masikioni, alafu huku akiwa ananionyesha zile picha. Yaani zile video ambazo zilikuwa ni za uchafu kabisa, watu wazima walikuwa wanafanya mambo yao, mavideo ya watu wazima mnaelewa.
Kila mtu najua anaelewa ninaposema video za watu wazima. Baba alikuwa ananionyesha. Nikikaa kidogo baba anapeleka mkono wake mpaka kwenye kifua changu na kushika vidodo vyangu. Nilishangaa sana. Akili yangu ikaniambia kwamba kuna tukio lazima baya linaweza likatokea. Sasa kwa sababu hizi story nilishakuwa nimezisikia maeneo, mara mtu kafanya na baba yake mara nini, akili yangu haraka sana ilienda ikasema I can't do such a stupidity issue. Nasema siwezi kufanya ule jambo la kijinga kama hilo. Nilianza sasa kumkataa baba. Alitaka nishikishikie nguvu lakini sijui alionaje. Akaacha, akarudi chumbani kwake. Akili yangu iliniambia kwamba siku baba akiniambia tena nifungue mlango, siwezi kabisa nikaufungua. Sasa tulikaa mpaka asubuhi ikafika. Siku ile baba hakusema chochote. Tukakaa kama siku 3 hivi. Siku hiyo mimi nikawa nimetoka zangu nimeenda zangu kulala sasa. Nimeingia kulala kuangalia kitasa ili nifunge. Kitasa kimeharibika. Na pale sasa kulikuwa hamna komeo, kulikuwa na kitasa peke yake. Yaani kile kitasa kimeharibika kabisa. Nilisema potele mbali kwa sababu siku zote hizi baba hajawahi kuniambia kitu chochote wala nini. Hamna shida. Nilipanda zangu kitandani kulala huku nikiwa nimerudishia tu mlango. Sikuwa na wasiwasi wowote. Na siku hiyo baba alikuwa amechelewa kurudi nyumbani. Nikiwa nimelala usiku kabisa. Nilishangaa mlango wangu huu hapo ukiwa umefunguliwa. Of course kwanza sikusikia mlango ukiwa unafunguliwa. Lakini nilishangaa kuona nikiwa naguswa. Nilipostuka nilikuta ni baba yangu akaniambia naomba utulie. Nikamwambia baba hapana, ni vitu gani hivyo nataka kufanya? Akaniambia tulia. Unajua hapo mimi nilikuwa nimevaa kigauni changu tu cha kulalia kile. Sina hata nguo yoyote ndani. Kigauni changu tu cha kulalia. Nimejitandaza vizuri pale kitandani. Akaanza kuniambia wewe tulia. Nikamwambia no. Na mimi vile nilikuwa sijazima taa. Ananiambia tulia hivyo hivyo. Nikamwambia hapana baba, mimi siko tayari. Sitaki hayo mambo. Akaniambia naomba utulie kabisa, wewe ndio umesababisha mke wangu aondoke hapa nyumbani. Sasa nataka nikwambie, mimi nilishawahi kuua watu 3. Kukuua wewe utakuwa wewe ni mtu wa 4. Naomba ukae utulie. Ukisumbua na kuua. Pembeni baba alivuta kisu kikubwa sana ambacho kilikuwa kina makali. Akanionyesha akaniambia ukisumbua tu ukaniaibisha na kukata ile koromeo. Tulia hivyo hivyo. Baba yangu mzazi alinifanyia vile. Nilijikuta sasa mimi pale nikiwa natetemeka. Nikajivingirisha ngaenda mpaka kwenye ukuta. Nikaanza sasa mimi nimegeukia ukutani nimenyamaza kimya. Babangu akaanza kunipapasa. Babangu akaanza kunigusa maeneo mbalimbali. Huko anapeleka mikono yake anachezea kwenye mpande wa makalio yangu. Anapeleka mpaka vidole vyake mpaka kwenye nyayo anachezea. Hakuna sehemu ambayo baba alikuwa hajachezea. Anagusa kila sehemu, mara nyusi zangu, mara nini. Kitendo kile alikifanya kwa zaidi ya dakika 40 au 50. Kitendo kile kilinifanya mimi nianze kupata sasa misisimko ya kila hali. Sio kule ambavyo nilivyokuwa najikatalia. Baadaye ilikuwa sasa na mimi nafurahi. Nilijikuta nikianza kuchanua na kugeuka upande wa pili mahali ambapo baba alipokuwa. Babangu alianza kulamba kwenye koromeo langu. Akawa analamba shingoni, anafanya hivi na vile, afanya hivi na vile. Sasa mimi muda wote huo nilikuwa ninaibana miguu yangu ili kusudi baba sije akaingia pale katikati. Baba akaniambia kwamba usiwaze mimi nakaa katikati, lakini sitakuingizia kitu chochote kile. Nikamwambia hapana baba, naogopa. Akaniambia sitaingiza kitu chochote kile katikati yako. Nilijikuta nikiona aibu baada ya kuona mkongojo wa baba jinsi ambavyo ulivyokuwa umesimama. Nilipeleka mikono yangu, viganja vyangu nikaficha macho yangu. Nikaa huku nimebana miguu. Babangu akaanza sasa kunitekenya huku akiwa ananichana miguu yangu taratibu, na yeye akafanikiwa kuingia katikati. Aliendelea kunifanyia vitu mbalimbali ambavyo vilivyokuwa vinanipa msisimko. Nilijikuta nikisisimka kupita kiasi. Babangu alipeleka mikono yake na kuifikisha huko kwa bibi. Kidole chake ndicho nilichokuwa naona kikiwa kinachezea. Pale sasa ilibidi nianze kutoa kauli, nikamwambia baba, chezea hivyo na kidole lakini usije ukapeleka huyo mzee huko ataniumiza. Akaniambia usiwaze. Wewe ndo bebi wangu na kuanzia leo ndo mke wangu, sitakupelekea
Nikamwambia sawa, kidole sawa. Akaniuliza unapata raha? Nikamwambia ndio. Ananiambia unafurahi nikimgusa bibi kwa kidole? Nikamwambia ndio. Na sio siri, nilikuwa napata raha sana jinsi ambavyo alivyokuwa ananigusa kwa kile kidole kwa bibi. Nilijikuta nikianza kutoa maji mazuri sana ambayo hayana uchafu. Yalikuwa yanatoka kwenye kisima cha bibi huko. Hali ile ilinifanya nizidi kusisimka zaidi. Na kidole cha baba sasa ambacho kilichokuwa kinamgusa bibi, nilikikuta sasa kikiwa kama kinaanza kuzamazama kidogo hivi. Lakini nilikuwa nikirukaruka na kukataa kwa sababu mimi nilikuwa bado msichana kabisa. Nilikuwa msichana, sijaanza kitu chochote. Lakini baba alikuwa anaendeleza kidole chake kule. Jinsi nilivyokuwa naruka, nilikuwa nikimuona baba mkongojo wake nao ukiruka kuonyesha kwamba unapata msisimko zaidi vile ninavyoruka. Baba yangu alipeleka kidole kule, na baada ya hapo nilianza kupata msisimko mkubwa ambao sikuelewa umetoka wapi. Hali ya msisimko ile nizidi sana. Nikajikuta nikiwa sasa nasahau kwamba nilikuwa na banabana ile miguu, na baba akawa amefanikiwa kuingia vizuri moja kwa moja katikati. Kabisa. Baba alianza kupeleka na kuanza sasa kuondoa mkono wake na kuanza kuchezea ile area ya bibi, akawa anaichezea kwa kutumia sasa ile fimbo yake badala ya kuchezea kupitia kidole. Basi ile fimbo ikaanza kumgusa bibi. Ikawa inamgusa bibi juu. Kuna joto fulani hivi la furaha, yani joto fulani hivi ambalo lilikuwa linanipa msisimko nilikuwa nalipata. Jambo lile lilikuwa linanifurahisha sana. Nilikuwa napata msisimko ambao sio wa kawaida. Sikujua kabisa kwamba baba alikuwa amelenga kitu gani. Lakini sikujua ni nini kilitokea. Nilikuja kupata maumivu makali kama mtu ambaye aliyenikata na kisu kikali sana. Pale nilianza kupiga kelele. Lakini baba akaniziba mdomo na kuendelea kutumia nguvu kukakarika mpaka ile fimbo yake ikaingia kwa bibi. Nilitoa damu, nilijisikia vibaya, nilikuwa kwenye hali mbaya sana msikilizaji. Sikutegemea kama babangu angenifanyia vile. Yaani siku ile nilikuwa nimepona kwa Daniel, mtu ambaye simfahamu tu naweza nikasema. Lakini mwisho wa siku babangu alifanikiwa kuniondoa usichana wangu. Na hivyo kwa bibi kukawa mlango umeachwa wazi. Nililia sana. Nilipata maumivu makali sana. Lakini nilikuwa sina cha kufanya. Babangu alifanikiwa kumwaga yale maji ambayo yaliokuwa yameshika kwenye fimbo yake, akayamwaga huko kwa bibi. Yale ndio kidogo yalipoingia kule nilisikia joto fulani ambalo lilikuwa limechanganyikana na ladha nzuri sana. Lakini zaidi ya yale maji, huko kwa bibi kulikuwa kunauma sana. Maumivu ya kwa bibi yalikuwa ni machungu sana kwa kweli. Baada hapo baba akaendelea kunibembeleza kwamba huko kwa bibi hakutauma tena. Alinibembeleza na kunipa pesa, akaniambia nitulie nisije nikasema. Nilinyamaza tu. Lakini sasa baada ya siku ile baba hakuwa na tabia ya kuja pale, lakini baada ya wiki 3 baba alirudi pale tena. Hapo sasa siku hiyo alinivizia nikiwa nimelala. Moja kwa moja akachukua fimbo na kuingiza kwa bibi. Niliamka nikikuta yuko ndani. Siku hiyo sikupata maumivu zaidi, nilianza kufurahia fimbo jinsi ambavyo ilivyokuwa inanichapa vizuri. Babangu alikuwa ni mtaalamu sana. Sikujua kwamba natengeneza mazingira ya hatari mbeleni. Niliumia sana kwa kitendo kile cha kufanya na baba yangu vitendo vile ambavyo ni vitendo vya aibu. Lakini nilikuwa sina la kufanya kwa sababu pia vile vile baba sasa pale nyumbani alikuwa ni ananihudumia ipasavyo. Baba alikuwa anaenda kwenye harakati zake, akirudi ananihudumia vile vile. Hakuna kitu ambacho nilichokuwa nikiomba baba aache kunipa. Hakuna kitu ambacho nilikuwa naomba baba aache kunipa. Kila kitu baba alikuwa ananijali. Lakini kumbe yani sijui nisemeje. Pamoja na kunifanyia kule, lakini mimi tayari nilikuwa niko kwenye wakati mbaya kwa sababu ananijali vile, lakini ananidhalilisha. Hakuna mtu anayejua, lakini nafsi yangu ile inanisuta sana. Msikilizaji, baada ya muda nilijikuta sasa nikiwa mimi sijisikia kutapika. Na tulipokwenda kupima nilikutwa nikiwa na ujauzito. Pale hospitalini babangu alijifanya kunikoromea
huku akiniambia twende nyumbani. Tulipotembea baba alikuwa ananiuliza kwamba ni nani amekupa ujauzito. Nilimwambia baba, sina, hujawahi kutoka na mwanaume mwingine isipokuwa wewe. Baba akaniambia, sasa unisikilize, ninahitaji tumsingizie Daniel. Nikamwambia baba, haiwezekani kwa sababu Daniel sikuwahi kufanya na yeye. Baba akaniambia niachie hilo jambo, lazima nimsingizie hilo jambo mpaka liwe, kwa sababu ujauzito haupaswi ufahamike kwamba ni wa kwangu. Msikilizaji, baba yangu kweli alienda kwa Daniel na kumwambia kwamba yeye ndo amenipa ujauzito, kitu ambacho Daniel alikataa sana. Akasema, wewe binti wako sikuwahi kulala naye. Sasa hivi naendelea kufikiri kwamba ni jambo gani ambalo naweza nikafanya. Nina ujauzito sasa hivi, una miezi 7. Miezi 7, msikilizaji. Ninaishi maisha ya kusema kwamba ni siri. Baba yangu hataki niseme kwa mtu yeyote, anasema nisimamie msimamo ule kwamba Daniel ndo kanipa ujauzito. Lakini ujauzito kanipa baba yangu. Yaani marafiki zangu wananishauri kwamba niweze kuitoa hiyo mimba. Lakini naogopa tena nikitoa mimba naweza nikafa. Nina msongo sana nikiwaza kwamba hivi huyu mtoto akizaliwa baba yangu atamuita nani? Babu au atamuita baba? Baba yangu kila ninapojaribu kusema kwamba ile jambo tulifanye kwa namna nyingine tutoe hata hiyo mimba, baba anakataa, anasema hawezi kutoa damu yake. Mpaka sasa hivi niko kwenye hali ya huzuni sana kwa sababu na ujauzito wa babangu mzazi. Babangu alinibaka na sasa hivi na ujauzito ambao nategemea kujifungua miezi michache ijayo. Naomba tu mnishauri kama kuna uwezekano mimi nitoe hata hii mimba ili nisije kaendelea kupata aibu. Wasikilizaji, jina nililolitumia hapa sikutumia jina halisi la baba yangu kwa sababu sitamani babangu aweze kufahamu moja kwa moja kwamba hili jambo limetoka hadharani. Kwa sababu babangu aliniambia hili jambo liwe siri. Lakini jinsi linavyokuwa siri nazidi kuteseka. Kuna muda najisikia kama nachanganyikiwa hivi. Naombeni mnisaidie kitu gani naweza nikafanya. Kama mnaweza mkanishauri na kunisupport niweze kutoa mimba, itapendeza tu. Ili niwe na maisha yangu mengine, ndugu zangu. Japokuwa namlaumu sana mama yangu kwa kushindwa kukaa na mimi na kunirudisha kwa baba yangu, namlaumu pia mama yangu kwa kufikia aliolewa na ameshindwa kaondoka kaniacha mimi kweli. Eti kisa tu nilikuwa napaswa niolewe ili waweze kupata mali. Ndugu zangu wasikilizaji, niko kwenye wakati mgumu, naombeni mnisaidie mawazo yenu. Jina langu kweli mimi ni Latifa, lakini hilo la baba si jina halisi nililotumia. Kama nilivyowaambia, sikutaka baba yangu aweze kufahamu. Maoni yenu yatanifanya mimi niweze kufahamu ni kitu gani cha kufanya. Sijui niongee nifanyeje. Jamani, anyway mimi nasikiliza maoni yenu. Bye bye.